Karibu sana rafiki yangu Mr. Mbio. Nilimwagiza sekretari wangu akuite pamoja na kuna zile faili ambazo nilitakiwa nizisaini. Sasa kwa kuwa tayari nimeshamkabidhi sekretari baada kuwa nimezikagua na nimeshazisaini. Kwa hiyo wewe sasa nilikuwa nakuambia rafiki yangu kwamba mimi nitapata mapumziko kidogo ya siku kadhaa. Kwa hiyo nitaomba sasa wewe kwa heshima na umri uliokuwa nao ukae vizuri na wafanyakazi ambao vijana ambao wanachipukia. Kwa hiyo utakaa nao vizuri na uhakikishe kwamba wanachapa kazi vizuri kabisa, kwa sababu wafanyakazi hawa wote ni wadogo ukilinganisha na umri wako. Kwa hiyo na kutegemea sana rafiki yangu Mr. Mbio. Hakuna shida madamu unaniamini, na kama unavyonijua mimi mara zote huwa sipendi kuvunja uaminifu kwa mtu ambaye ananiamini, hususan wewe rafiki yangu. Niko hapa kwa heshima kubwa sana yako kwenye kampuni yako hii, kwa kuniamini na kunipa nafasi ambayo umenipa, na mimi nakuahidi hakuna chochote kitakachoenda tofauti. Nitashirikiana vizuri na sekretari wako, basi kazi zitafanyika vizuri sana, wala kuna shida kuhusiana hilo Mr. Nesto. Si sawa rafiki yangu Mr. Mbio. Vipi, una changamoto yote kwenye ile gari ambayo nimekugaia kama zawadi? Rafiki yangu Nesto, nashukuru sana. Ile gari niko na vizuri, ilikuwa na shida kidogo lakini nimeshaweza kuifix. Sasa hivi inafanya kazi vizuri. Nashukuru sana kwa wema na ukarimu ambao unanitendea. Basi sawa rafiki yangu, kuwa uhuru muda wote. Ukiwa na changamoto yote usishindwe na usisite kunitafuta. Mimi ni rafiki yako, ni zaidi ya ndugu, kama ambavyo mara zote huwa nakusisitizia na kukuambia. Sawa rafiki yangu Mr. Mbio. Basi kama kuna la zaidi nisikusumbue, nikuache uende ukafanya majukumu yako mengine. Namba yangu ya simu nayo, kwa hiyo tutawasiliana wakati wote. Asante sana Mr. Nesto. Nashukuru sana rafiki yangu. Nashukuru sana. Oya mwanangu Samir. Kwa mbali nimemwona binti moja hivi amepita jasuka. Amevaa swali yake nyeupe fulani hivi. Oya. Mbona bonge la pisi ese? Yule anaitwa nani? Sawa. Na imani huyo atakuwa anaitwa Keti, ambaye huyo ndo best yake mkubwa, na huyo madam nemtaka mimi ambaye ndo sekretari wetu, ambaye na jina lake anaitwa Winifrida. Baba, usibwate. Sasa Samir, aliyenyeka mai kweli rafiki yangu mimi nitaweza? Manake wewe usema mara kwanza eti Mixa umeanza kumkonyeza madamu wako mara kwanza. Hata mimi naona uvumilivu hapo unanishinda kabisa. Yaani nimeona kwa mbali. Sasa imagine wakapita kama watatu kama hawa. Hivi hapa nitakuwa katika hali gani? Yaani rafiki yangu nafikiria sipati majibu. Sasa hata usipate tabu rafiki yangu. Huyo binti ambaye umemwona lazima atakuja hapa. Manake hapa lazima tuafike. Na atakuja sasa hivi. Niamini mimi. Oya Samir, anakuja bwana. Kama uliotea, anakuja. Anakuja. Habari zenu Maisamu. Naona mmekaa mnapiga stori zenu hapo. Ni kweli. Karibu sana. Umependeza ise. Samir, wewe unanichola tu. Nimependeza wapi? Mbona kawaida tu. Hapana, sio kama na kuchola. Yaani wewe you are so beautiful. Yaani kijana yote na mwanamume yote akikutazama basi anaanza kuona makopa yakiwa yanapita hivi kwenye macho yake. Keti, yaani wewe ni mrembo, ni mzuri sana Keti. Unajua of course kwamba tangu nimekuja kwenye kampuni hii sikupata nafasi ya kuweza kukaa na wewe kuzungumza kwa karibu kama hivi. Kwa hiyo kwa mara kwanza kabisa mimi I'm so happy. Narudia tena kukwambia you are so beautiful. Umependeza sana ise. Lava boy, akisha data lava boy. Jamani Samir wewe. Makopa tu ndo unaona muda wote. Kazi makopa muhimu. Kazi na dawa. Utakaa tu muda wote kwenye mambo ya kompyuta kweli jamani Keti? Utaweza kweli? Mpaka nafikia kufisavi kuvaa mawani kwa sababu kuzuia mionzi mikali kwenye kompyuta. Sasa hivi na ndo wakati wangu na mimi angalau sasa nipate watoto wazuri kama wewe Keti. Jamani, ona ulivyokuwa mzuri.
Samani madam, kwa kuingilia mazungumzo yenu. Naitwa Mahir, ni rafiki yake na Samir. Japo nimekuja leo hapa kazini kwake. Of course kwamba madam, wewe ni mrembo sana, ni mzuri, na kwa sababu nimeshindwa hata kuvumilia hapa nilipokuepo. Kama hutojali, baada ya kumalizana na Samir, nilikuwa na mambo kidogo nilikuwa naomba nikuambie binafsi, kama hutojali. Samahani lakini. Umesikia maneno kutoka kwa rafiki yangu anavyokuambia? Wewe ni mrembo Keti, unachokataa kitu gani? Anyway, nisio mwongeaji sana. Aya, nieleze, nini kilichokuleta? Alafu then tukimalizana, msikilize rafiki yangu bwana. Keti, usiwe hivyo. Jamani, sikujua kabisa kama Samir unaweza kuwa comedy kiasi hichi. Yaani wewe, sawa. Nitumie basi. Ngoja nimsikize rafiki yako ili niwae nimalizie kazi. Manake na leo nimechoka sana leo, sijisikii kabisa kufanya kazi. Hilo ni swala dogo sana Keti. Madamu ushanishtakia, basi hilo swala limekwisha. Nitakuwekea sawa hivi punde. Nitakuwekea sawa kwenye kompyuta yangu na then nitakutumia. Litafunguka tu vizuri. Kwa nini watoto wazuri kama nyinyi mpate tabu? Wacheni watoto wazuri wote waje kwetu sisi masharubalo. Manake la zao zote sipo kwetu. Ilimeandikwa hivyo. Nilifikiri penzi ni furaha, lakini kumbe ndoa sio kila kitu. Najuta